Karibu tuendelee na Azam News. Mimi ni Richard Ngaila, mwenzangu ni Ivona Kamuntu. Jonathan Livingston pamoja nasi kwa lugha ya alama. Wakati wataalamu wakieleza kuwa samaki katika ziwa Victoria hupungua kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi na uvuvi haramu, baadhi ya wavuvi wamekuwa na dhana tofauti. Mathalani, wapo wanaoamini kuwa hali hiyo inatokana na kukiukwa kwa mila na tamaduni za jadi. Na miongoni mwa simulizi ambazo mwandishi wetu Innocent Alois amekutana nazo kisiwa cha Mbezi kilichopo wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza. Wanasema mawe yana siri nyingi, lakini katika kisiwa hiki cha Mbezi hapa katika wilaya ya Ilemela, mawe haya si tu yamebeba siri, la hasha, bali yamebeba misingi, imani na tamaduni za wenyeji na wageni wanaofika katika kisiwa hiki. Sababu humu ndipo mambo yetu mengi tunayafanya, ndio tunafanya mambo ya jadi na mila katika kisiwa hiki. Anaitwa Monica Badegeleke, mtoto wa mtemi wa kisiwa cha Mbezi. Kuna eneo ambalo tumelitenga kabisa kwa ajili ya mambo yetu. Sifa za hilo eneo, hakuna kugusa mwanamke wala kukanyaga kule. Shughuli kuu kisiwani ni uvuvi. Tukishaenda kutambika huwa tunashuhudia watu wanapata sana samaki. Biashara huwa zinakubali, kila aina ya biashara yoyote ile huwa inakubalika. Lakini hapa miamba ina siri zaidi ya kina cha maji ziwani. Huwa tunaandaa kama ni ng'ombe. Ng'ombe wangapi? Ng'ombe wawili. Yule ng'ombe mmoja ambaye anaenda kufanywa, tunaenda kumfanyia tambiko, huwa tunampeleka mzima mzima. Tunamlaza huko. Kesho tutakuta ng'ombe wetu amechinjwa, amechunwa. Sisi tunafika kutengeneza mboga tu. Hiyo mboga tunailia huko huko. Kisiwa, lakini kiserikali huu ni mtaa wa Mbezi na mwenyekiti ni huyu. Hizo ngoma zilikuwa na zamani zilikuwa zinalia zenyewe usiku bila kupigwa na mtu. Si mwananzengo wa kuzaliwa, ila ni mwenyeji hapa kwa takriban miaka 20 sasa. Mila na desturi za huwa zinatengeneza utulivu sana. Wakifanya mitambiko yao, uwezo ukaona upepo mkali, uwezo ukaona radi kali, uwezo ukaona moto kulipuka wa hapa na pale. Anayo mengi ya kushuhudia hapa. Sehemu ambazo mwanamke alizuiliwa kufika, akifika alikuwa anaingia kwenye period, siku zake haziwezi kukoma. Nikukumbushe tu, shughuli kuu hapa ni uvuvi. Sasa hivi hali ni mbaya sana upande wa kipato cha samaki. Samaki ni wachache. Nyavu zimegoma, wanaamini mizimu imenuna. Ila mpaka sasa hivi kama hatujarudia kufanya hilo tambiko. Kwa mara ya mwisho tumefanya miaka 3 iliyopita. Ni mzee Thomas Shigongwa, kati ya wavuvi wa kongwe wanaozijua tamu za tambiko. Hali ya samaki kipato kipungua, sikuwa natumika mila, unafanya tambiko. Kwa kuwa tulishawahi kufanya, tukaona matokeo yake, tuendelee kuwa na imani hiyo. Wakati wananzengo wakiamini ustawi wa ziwa ni mila, kwa wanasayansi ni tofauti. Kinachosababisha samaki wakawa wachache, wanakwenda kuvua wakapata kidogo, kunaweza kukawa na sababu nyingi. Moja, kwamba idadi ya wavuvi kwa mfano katika ziwa au bahari imeongezeka kuliko kawaida. Kupungua kwa samaki katika uvuvi kunaweza kusababishwa na watu kuvua kwa kutumia mbinu zisizo halali au mbinu haramu. Kama tunaamini asiyefuata mila ni mtumwa, swali ni je, tufanye uvuvi salama au tupige jadi tu inatosha kulilinda ziwa Victoria? Innocent Alois, Azam News, Mwanza.